watu wengine wamejeruhiwa, kumetokea uharibifu wa mali na kadhalika. Jimbo letu la Mbeya linalotandaa ndani ya mikoa ya Mbeya na Songwe ni kati ya maeneo yaliyoathirika kwa kiasi cha kuhuzunisha sana. Ndio maana tumeona ni vema tuadhimishe misa hii kumwomba Mungu atupe tunayo tamani katika maisha yetu. Madhumuni ya misa hii yako 6. Kwanza, kuwaombea marehemu waliopoteza maisha kutokana na migogoro ya uchaguzi mkuu wa taifa letu, na kupitia misa hii tuwape pole wafiwa. Lengo la pili ni kuwaombea majeruhi waliojeruhiwa kwa namna mbalimbali kutokana na migogoro ya uchaguzi mkuu na kuwapa pole walioathiriwa na matukio haya. Lengo la tatu ni kumwomba Mungu asaidie jitihada za kuwapata waliopotea kutokana na migogoro hiyo. Naomba tusaidie tuwapate. Wakiwa hai ni wema sana, wakiwa wafu basi walau tuwapate. Lengo la 4 ni kuwapa pole waliopoteza mali zao kutokana na migogoro hiyo. Lengo la 5 ni kutoa rai ya kujitathmini, na lengo la 6 ni kuomba uponyaji kutoka kwa Mungu wetu. Lengo la kwanza, kuwaombea wafu. Mimi binafsi naamini kuwa kwenye migogoro ya uchaguzi mkuu wa taifa letu mwaka huu kumetokea vifo vya watu wenye hatia na wasio na hatia. Kati ya waliouawa kuna watoto, kuna vijana na wazee, kuna wanawake na wanaume, kuna raia na askari. Makundi yote hayo na waliouawa. Tarehe 4 Novemba nimeshuhudia kwa macho yangu wingi wa watu usio wa kawaida waliokuwa wananunua majeneza kwenye mitaa ya majeneza. Nimeshuhudia pia misafara ya magari ikisafirisha vilio kwenda nje ya jiji la Mbeya. Marehemu walio wengi waliuawa kutumia silaha za moto, yaani bunduki, ambazo kwa sheria hutumiwa na askari walioaminiwa na kuapishwa kutumia silaha hizo kwa kuzingatia kanuni za usalama. Ninaamini kuwa wapo waliopoteza maisha kwa sababu walikosa chakula, matibabu na fursa za kusikilizwa. Wapo waliofariki dunia kwa adhabu kali kutoka kwa waliowakabili. Wapo waliopoteza uhai wakiwa wamejihifadhi ndani ya nyumba zao, kwani baadhi ya washika bunduki hawakusita kuzivamia nyumba hizo. Wapo waliopoteza maisha kutokana na kiwewe, trauma au msongo wa mawazo. Baadhi ya wahanga
hawajulikani waliko. Na majeruhi wetu waponywe, waliopotea patikane katika hali yoyote ile, waliopoteza mali wawe na ujasiri maadamu wana uhai, nafasi ipo bado. Tukirekebisha yaliyo ya msingi, yale tuliyopoteza yatapatikana. Tuendelee kumwomba Mungu atusaidie kwa dhati kukiri mapungufu yetu, tuwe na toba ya kweli inayoleta mageuzi na masahihisho ya msingi. Isiwe nafasi ya kulumbana na kupimana nguvu, nafasi ya kunyenyekea miguuni pake Mungu. Tuombe Mungu aendelee kulipenda taifa letu. Hajalitupa kama alivyosema mtoto wa Makabari, hajalitupa taifa hili. Anatufundisha kwa njia ngumu, tuwe wanafunzi wazuri tunaoelewa haraka na kufanyia kazi mapenzi ya Mungu. Mengine yote yanaweza kurekebishika, isipokuwa roho za ndugu zetu hatuwezi kuwa nao kama walivyokuwa. Yale yanaweza kurekebishika, Mwenyezi Mungu atende. Hawa wanaolala wapumzike katika amani, na maisha yao yabaki kuwa ishara wazi ya namna itupasavyo kuishika imani yetu, hata ikitubidi kutoa gharama. Raha milele wape Bwana, wapumzike kwa amani. Amina. Msifu Yesu Kristo.